Bwana Yesu apewe sifa tena, mtu wangu popote pale ulipo. Naamini Mungu anazidi kukupa neema na baraka tele, na unazidi kufunguliwa zaidi katika kuendelea kujifunza ili somo la nafsi ya mwanadamu. Katika kipindi kilichopita tujaribu kuangalia vipande kadhaa viwili vilivyopita. Katika kipindi kilichopita tuliangalia kwa kina kuhusu nafsi ya mwanadamu katika ukamilifu wake. Tukaona milango miwili ya ndani, yani roho pamoja na moyo, lakini pia tukaona pia milango mitano ya nje ambayo inamfanya nafsi ya mwanadamu kuwa tofauti na mnyama. Nafsi kama nafsi ni mfuko wa kubeba vitu mbalimbali vya hapa ulimwenguni. Naam, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 inasema, Mungu akaufinyanga udongo kisha akatia pumzi puani, na yule mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo tunaona nafsi iliyo hai ni udongo pamoja na pumzi ya Mungu. Basi baada hapo kunaongezeka vitu vingine ili kuboresha nafsi ya mwanadamu. Jambo la kwanza ni kazi. Kazi inaleta jina. Jina linaleta watu wa kufanana na wewe ama mtu wa kufanana na wewe, lakini watu wanaleta vitu, na vitu ni kwa ajili ya kutimiza hatima. Alafu mlango wa rohoni ni mahali pa kukutana na Mungu, na ule mlango unaitwa moyoni, ni chumba cha siri cha Mungu. Unaona, kila kitu kina sehemu katika hiyo nafsi ya mwanadamu. Kwa ina maana sehemu yoyote itakapoathirika, huyu mwanadamu atakosa raha. Let's say hauna kazi. Hakuna mwanadamu anaye raha, atakayesikia raha kama hana kazi. Hauna jina, haufahamiki popote, yani unajulikana topo mtaani kwenu, hutaweza kusikia raha sana, unatamani kujulikana. Lakini hapo hapo kama umejulikana alafu huna watu kukufariji, kukutia moyo, marafiki, utajikuta umekuwa mnyonge ghafla. Lakini zaidi sana ukakosa vitu. Vitu ni pesa, maisha mazuri. Ukakosa vile vitu, utajiona nawe ni mnyonge sana. Lakini kuna kitu ambacho watu wengi wakijui, inaitwa hatima. Ukikosa pia hatima, unakuwa ni kama mnyama, haujui unachokifanya. Kwa vitu vyote hivi vikiungana vinamkamilisha mwanadamu katika uwezo wa kushinda ulimwengu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa kusudi la kuishi, kuutawala ulimwengu, na sio ulimwengu mtawale. Hilo ndo kusudi la Mungu. Maanake aliufanya ulimwengu ili mwanadamu akae ndani ya ulimwengu au tawale ulimwengu. Lakini sasa mwanadamu yuko ndani ya ulimwengu, lakini ulimwengu unamtawala. Maanake unamnyima pesa, unamnyima vitu, unamnyima watu, unamnyima amani, unamnyima furaha. Anakuwa anaishi maisha ya kukata tamaa. Kuna watu wengine wanatamani atakufa. Hii ni ishara wazi kwamba ulimwengu umekushinda. Nikijaribu kurudi baadhi ya vitu ulivyozungumza ili uweze kutia kumbukumbu na ujifunze zaidi, ni kwamba ulimwengu ni nani? Ulimwengu ni kutoka mtu mmoja kuanzia wewe. Yani wewe ni wewe, nafsi yako. Lakini mtu wa kwanza, jirani yako, kuanzia mama yako, baba yako, rafiki wa karibu, kuanzia wale watu ndo ulimwengu. Kwa ulimwengu unaweza kumtumia kaka, dada, mjomba, shangazi, rafiki wa karibu, hata yoyote aliye mbali, kukufanya uone ulimwengu ni mzito. So una sababu kumchukia mtu, bali kuna kitu kinaitwa ulimwengu ndicho kimemfanya huyo mtu akukosee. Ndio maana Kristo akasema, samehe adui yako kisha muombe. Kwa sababu huyo sio adui yako. Adui yako ni ulimwengu, hiyo ni kasha tu. Sasa katika yote na yote, nataka tuingie sasa ndani ili tuweze kupata matibabu ya nafsi. Inawezekana kwa sasa unaponisikiliza una mapungufu ya kazi. Kazi yako haijaimarika sana, hausikira ukifanya ile kazi. Inawezekana hauna jina kabisa, watu wakujui kwa sababu ya kile unachokifanya. Inawezekana hauna watu wa kukufariji. Inawezekana hauna fedha, hauna vitu. Inawezekana pia hauna hatima, au kimoja wapo katika hivyo hakipo katika maisha yako. Unakosa amani. Inawezekana haujui kumwabudu Mungu wa kweli, wala hujui kukutana na Mungu wa kweli. Umekuwa na mashaka tu. Umefika mahali umeamua kuacha kwenda unakokwenda, umeamua kubaki zako chumbani, maana hauna uhakika na Mungu wa dunia hii. Maana kila mtu husema vyake anavyotaka kusema. Lakini pia inawezekana moyo wako hauna amani kabisa. Kuna vitu vimejaa. Inawezekana ulikosewa, inawezekana umeweka fedha zaidi, siwezi kujua. Yote na yote ni ishara ya kwamba ulimwengu umekuzidi maarifa. Nami nimekuja kukusaidia katika mambo haya machache. Amani itakuja peke yake ndani yako, na wewe mwenyewe utajisaidia bila kutafuta mtu wa kukukia mikono,
kukupa maji au mafuta au sharti lolote, ukiwa huko huko, na hii sauti itakusaidia. Leo tunataka tuingie ndani zaidi, lakini leo tutakuwa na maandiko. Utanivumilia maana tutaenda kwenye maandiko ili tuweze kufahamu vizuri. Tuko kwenye kipengele kinaitwa roho. Tumesema kwamba roho, Mungu wetu ni roho, na wale wanaomwabudu iliwapasa kumwabudu katika roho. Maana yake Mungu ni roho. Shetani naye ni roho. Roho yoyote inataka kuabudiwa. Roho Mungu anataka kuabudiwa na roho shetani anataka kuabudiwa. Ibada ndiyo mahusiano kati ya mwanadamu na uungu. Uungu unaweza kuwa shetani na uungu unaweza kuwa Mungu wetu tunayemwabudu, yaani Mungu mtakatifu. Umeona bwana eh? Ndio maana Yesu alipomaliza mfungo wa siku 40, wakati ule alikutana Ibilisi. Moja ya maswali aliyemuuliza, Biblia inasema akamuonyesha ulimwengu kwa dakika moja na uzuri wake, afu akamwambia, nitakupa mali zote na vitu vyote katika ulimwengu huu, wewe nisujudie tu. Ukinisujudia tu vyote vinakuwa vyako. Yaani manake nitakupa utajiri wote, sujudu. Manake ibada ndio inamfanya mtu apate vitu kutoka kwa Mungu. Shetani naye ana vitu. Kwa ukiona mtu amefanikiwa hapa duniani, kuna mawili, aidha amesujudia kwa Mungu au kasujudia kwa shetani. Na uwezi msujudie shetani usiyemjua akakupa vitu. Yaani unapomsujudia shetani ili akupe vitu, ni lazima ujue kwamba unamsujudia shetani. Na unapomsujudia Mungu ili Mungu akupe vitu, ni lazima Mungu ajue kwamba unamsujudia. Kwa kuna ibada mbili ambazo zinaendelea duniani. Lakini kuna ule ambaye hajui anamwabudu Mungu wala shetani, yaani hasikii ishara zozote. Kwa kuna aina tatu ya watu. Kuna wanaojua wanayemwabudu, kuna wanaojua wasiyemwabudu, kuna wanaomwabudu shetani. Siku moja Yesu Kristo akiwa katika safari zake na wanafunzi wake, alifika mahali fulani Samaria, akakuta kisima alichochimba Yakobo. Aliamua kujipumzisha pale, lakini baada ya muda fulani akaja mwanamke mmoja Msamaria, na yule mwanamke alikuwa amekuja kuchota maji. Kulikuwa na maongezi mengi sana aliendelea kati ya Yesu na yule mwanamke Msamaria kuhusu maji, lakini pointi moja ya msingi, Yesu alimwambia yule mwanamke kwamba ninyi mnaabudu msichokijua, lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Hiyo saa inakuja ambaye waabudiwa halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa kuna uwezekano wa kuabudu usichokijua na kuna uwezekano wa kuabudu unachokijua. Ukiabudu usichokijua, matokeo ni hakuna. Ukiabudu unachokijua, matokeo atakuja. Kwa kipimo kizuri cha kupata matokeo ni katika ibada sahihi. Sasa swali la baki, shetani anatoa vitu kimwabudu na Mungu anatoa vitu kimwabudu. Habari ya shetani lipata wapi vitu niachie, nitakwambia baadaye, ila kwa sasa nataka ujue hilo. Sasa tunarudi nyuma kidogo. Ili tuweze kwenda hatua kwa hatua, lazima ufahamu kitu kimoja, na kitu hichi ni kwamba kuna ulimwengu unaitwa ulimwengu wa roho, na katika ule ulimwengu wa roho kunaishi viumbe vya rohoni. Sasa ukisikia roho alafu ukisikia ulimwengu wa roho, kwa kuna dunia inaitwa ulimwengu wa roho ama rohoni, na kuna viumbe vinaitwa roho vinaishi katika ulimwengu wa roho. Katika huo ulimwengu wa roho kunaishi aina ya viumbe viwili, kuna roho chafu na roho safi. Roho safi ni kifurushi cha roho safi na anaitwaga Roho Mtakatifu, lakini ndani ya Roho Mtakatifu kuna roho nyingi. Roho chafu ni kifurushi cha roho chafu ambaye ni shetani, ndani yake kuna roho nyingi chafu. Rohoni ni mlango unaomuunganisha mwanadamu wa mwili. Roho ama rohoni ni mlango wa ulimwengu wa roho na mlango wa ulimwengu wa mwili. Kwa mtu akisema rohoni, anamaanisha ni mahali ambapo kuna watu wanaishi ama kuna vitu vinaishi visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Na Biblia inasema Mungu wetu ni roho, manake Mungu wetu ni roho, aonekani kwa macho ya damu na nyama. Shetani naye ni roho, naye aonekani kwa macho ya damu na nyama, anapatikana katika ulimwengu wa roho.
Ulimwengu wa roho ni dunia kama dunia tunaishi, ila kuna viumbe vitakatifu na viumbe vichafu, na vyote vinaishi katika ulimwengu wa roho. Ni kama vile duniani hapa tunaishi na majambazi, tunaishi na wawizi, wauaji, na pia kuna watu wema, lakini wote tunaishi. Kinachotupa sababu ya kuishi nao, kuna kitu kinaitwa sheria. Kwa kuna sheria katika mwili zinazotufanya majambazi wasituvamie, wenye nguvu wasitunyang'anye vitu vyetu. Lakini pia katika ulimwengu wa roho pia vile vile kuna utaratibu kule ambao upo wa viumbe vichafu na viumbe visafi kuishi pamoja, ila vinaishi kila mtu katika mipaka yake. Sasa ulimwengu wa roho ni elimu kubwa na nzuri na ngumu, na ni elimu isiyopatikana kirahisi. Elimu hii ukianza kuielewa utakuwa mtu mwingine, maana katika roho ndiko Mungu anapatikana, na katika roho ndiko shetani anakopatikana. Sasa Mungu anajidhibitisha kwa mwanadamu, anaingia katika mwili wa mwanadamu kwenye chumba kinachoitwa moyo, anakaa. Akishakaa anamuongoza mwanadamu kuyatenda mema. Shetani naye akipata nafasi anaingia katika mwili wa mwanadamu, anakaa kwenye chumba kinachoitwa moyo. Akikaa kwenye kile chumba anamuongoza mwanadamu kutenda mabaya. Sasa ni namna gani utazuia malango ya giza, malango ya rohoni machafu yasiingize uchafu moyoni, na namna gani ya kufungua mlango wa nuruni uingize habari njema moyoni? Haya ni mambo ya msingi sana kujifunza ili kuisafisha nafsi. Shetani anapoingia, Biblia inasema aji aibe tu. Anakuja kuiba, anachinja na kuharibu, ni kama simba ngurumaye. Lakini Kristo Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Yaani akija Kristo ndani ya mioyo yetu, anatusafisha, anaimarisha majina, makazi yetu, watu wetu, vitu vyetu na hatima zetu, na mioyo yetu napata amani. Tatizo, je, tunajua? Sasa katika somo la nafsi tutakwenda sasa kujifunza vizuri namna ya roho zilivyo na jinsi zinavyofanya kazi na namna ya kudhibiti ili uweze kuwa salama. Huyo hapa anaitwa DJ Murphy the Real Voice, na hii hapa ni episode yetu ya 3 katika wiki hii. Kwa kuwa tunazidi kuendelea, nahitaji nikupe episode ya 4, ya 5, ya 6 katika utaratibu wote ili nisikupoteze. Naomba tu nipatie muda wako kutosha katika mafundisho haya, utafunguliwa sana, usio na haraka. Asante. Tunapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Kanisa letu linaitwa TRV chini ya Philadelphia. Tupo Mwasonga mwisho kabisa. Ukifika uliza kanisa la kwa DJ Murphy. Nimejitahidi sana lisiitwe hivyo, lakini wameilazimisha kwa sababu watu wengi wananifahamu kwa jina hilo. Kwa hiyo ukiuliza la kwa DJ Murphy na kwa rahisi zaidi kufika. Asante sana na Mungu akubariki. Naomba nikuunganishie episode nyingine haraka haraka, na hii voice usibaki nayo. Ukiona umebarikiwa, wafuadie na wengine. Fanya utakavyo ili mradi kufanya injili iende mbele. Asante sana na Mungu akubariki. Karibu kwenye episode nyingine, sitaki nipotezee muda wako.